Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo agano ni mapatano kati ya mtu na mtu. Kivipi mtumishi? Kitabu cha Samueli wa kwanza 23 mstari wa 18. Samueli wa kwanza 23 ule mstari wa 18. Samueli wa kwanza 23 na ule mstari wa 18. Ndio. Na hao wawili wakafanya agano mbele za nani? Huyu ni nani? Rudia tena. Na hao wawili wakafanya agano mbele za Bwana. Daudi naye akakaa huko Horeshi, na Yonathani akaenda nyumbani kwake. Angalia, huyu ni mtoto wa Sauli, alikuwa anaitwa nani? Jonathan. Akafanya agano na nani? Na Daudi. Waliingia maagano wawili, wakakubaliana kwamba mimi na wewe tutafanya kitu, kitakuwa ni kitu hichi kimoja. Sasa swali la kujiuliza, wewe uko hapa, niko hapa, mimi ni tumeamua kumtumikia Mungu. Tunajua kwenye familia zetu ni nani aliyeingia agano ya kwamba ndani ya familia yetu hakuna yeyote atakayesimama kumwabudu Mungu wa kweli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama hawa watu wanapatana wawe na nia moja, wanapatana wawe na ushirika, je, tunajiuliza ndani ya familia, ndani ya ukoo, ndani ya taifa, ni nani aliyefanya agano, ameweka patano kwa ajili ya kuzuia wewe usimtumikie Mungu wa kweli? Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kufanya agano na Mungu. Wale waliokuwepo pazia Jumanne nilizungumza, tutafanya agano, tutaandika majina ya ndugu zetu wote, tutawaingiza kwenye agano la Mungu kupitia sadaka. Haleluya. Wengine wanielewi, yasema mtumishi, unaingiaje agano na Mungu kwa sadaka? Kitabu cha Zaburi ya 50 mstari wa 5.